hapa kwa wasikilizaji wa 106.5. Karibuni. Asante sana ndugu mtangazaji. Jina langu naitwa Dr. Masumbuko Lazaro Ngoso, ni mratibu wa programu ya usalama wetu kwanza wilaya ya polisi Chanika. Ni mkaguzi wa jeshi la polisi Tanzania. Karibu. Asante sana. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Naitwa Sheikh Sufiani Sultani Mkwanywe, ni mwenyekiti wa halmashauri BAKWATA kata ya Msongola, lakini vile vile ni katibu wa UMAKITA mkoa wa Dar es Salaam. Na ulikuwa umejaribu kutaka UMAKITA. UMAKITA ni umoja wa madrasa za Kiislamu Tanzania. Umoja wa madrasa za Kiislamu Tanzania. Karibuni. Asante. Karibuni sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Na tunawakaribisha sana wasikilizaji waweze kufuatilia vipindi vyetu, na tutakuwa na kipindi kinachozungumzia malezi ya watoto wenye umri wa miaka 0 hadi 3. Na tumeona tuandae mada hii kwa sababu kwenye jamii kumekuwa na changamoto nyingi ambazo wazazi wengi wanasema watoto wangu wamenishinda, mtoto wangu ana tabia zake sio nzuri, sizielewi. Kwa hiyo tukaona kwamba ni vizuri zaidi kujifunza tabia za watoto kimwili, kiakili, kihisia na kiroho, ili tuweze kumfahamu mtoto, uweze kumnusuru na kumlea vema, asijiingize kwenye uhalifu au wewe usiweze kumpatia madhara. Kwa hiyo leo malezi ina maana ya mtoto kuanzia mwaka 0. Naam. Kwa hiyo pale anapokuwa na miezi, kumbe mtoto anatakiwa alelewe kuanzia mdogo. Naam. Okay, karibu. Asante sana. Kwa hivyo tunaona kwamba tunapotaja mtoto tunakusudia ni mtoto ambaye ana miaka 0 au ni mtu ambaye yuko chini ya miaka 18. Lakini tunaanzia kuanzia 0. Na kuna level, kuna miaka 0 mpaka 3, 4, 6, 7 na kuendelea. Lakini leo tutazungumzia watoto wenye umri wa miaka 0. Kwanza tuangalie tabia za kimaumbile yao. Mtoto lazima umfahamu mwanao, ujue kwamba je, ana tatizo au hana tatizo au ni jambo la kawaida. Kwa hiyo mzazi anatakiwa kumtambua mtoto wake. Jambo la kwanza katika maumbile tunasema physical appearance, maumbile ya mtoto. Watoto wa namna hii wanapenda sana kuweka kitu mdomoni. Wanaweka kitu mdomoni kwa sababu yeye anatambua kwa kutumia ladha. Kwamba anajua kwamba hiki kitu sio kizuri, hiki ni kizuri. Kwa sasa kuna baadhi ya walezi au wazazi wamekuwa wakitumia nguvu kubwa kuwapiga watoto. Wanasema wewe unakuwa mchafu, nenda kakae hapa, na anamtengezea kauzio mahali pasafi sana. Sasa hilo ni tatizo, namtengeza baadaye atakuwa na matatizo huyo mtoto. Kwa hiyo ni vizuri uelewe kwamba katika hatua hiyo mtoto anatambua vitu kwa kutumia mdomo. Na lakini pia kingine mzazi anatakiwa kujua kwamba huyu mtoto kila kitu anakuwa anakishika, kila kitu anachokiona anashika. Kwa hiyo katika umri huu wazazi wanatakiwa kuwa makini. Kwa mfano waweke mbali na mazingira ambayo ni hatarishi, kwa mfano maji ya moto au moto wenyewe au mazingira ambayo ni machafu, anaweza akashika akaweka mdomoni akapata madhara na changamoto. Wengine wanaanza kusema mtoto wangu amerogwa, kumbe ni uchafu ambao uliingia mdomoni. Lakini pia huyu mtoto anakuwa hatulii, anakuwa anapenda kuvutiwa na hali mbalimbali hasa zenye rangi. Kwa hiyo unaweza ukamtengezea rangi mbalimbali, anagundua namna ya kutambua mazingira ambayo ni mazuri. Tabia nyingine tunaona kwenye maumbile, huyu mtoto huweza kupata magonjwa kwa urahisi zaidi kutokana na hali ya mazingira ambayo anakuwa nayo. Maana anapenda kushika vitu na anaviweka mdomoni mara nyingi. Kwa hiyo ni muhimu mzazi kuwa makini. Lakini kitu kingine tunao kwamba huyu mtoto ukuaji wake wa kimaumbile tunasema unakuwa tunasema ukuaji anakwenda haraka, anakuwa kwa haraka. Lakini pia tunaangalia pia kwamba unaweza ukatofautiana ukuaji wa mtoto wa level hii. Mwingine anaweza kawa anakuwa kwa haraka zaidi, mwingine anakuwa kidogo kidogo. Kwa hiyo usishangae, kutegemea tu na vile ambavyo ameumba huyu mtoto. Jambo lingine ambalo la kuzingatia ambalo tunataka kuliangalia hapo ni kwamba huyu mtoto anatambua jambo la hatari kwa kutumia tunasema
milango ya fahamu mitano. Kwa mfano kugusa kwa kutumia ngozi, kuonja kwa kutumia ulimi, kuona. Kwa hiyo namna ambavyo wewe mzazi unajiweka, wewe mzazi unamuonesha unaonekana kwake, ndivyo ambavyo mtoto atakupokea. Kwa mfano tunashauri pia katika mazingira hayo, huyu mtoto anatakiwa wakati ananyonyeshwa na mama yake watazamane usoni, basi ili afahamu uso wa mama, je, umekunjuka kiasi gani? Je, anatabasamu au amechukia? Umeona? Kwa hiyo haya mambo yanaweza kumsaidia mtoto akue akiwa katika furaha. Lakini kama mama amepigwa na baba yake, amekuwa na huzuni, kuona mtoto anakuwa amekuwa katika mazingira ya sonona ambayo ni hatari sana. Kwa hiyo katika upande wa maumbile, mzazi anatakiwa kuijua hicho kitu. Kadri unavyoendelea utagundua ni kwa nini tunatamani ufahamu hizi tabia ili kuweza kumsaidia mtoto akue vizuri. Asante sana. Hapo nimejita Masumbuko Ngoso, mkaguzi wa polisi, mratibu wa programu ya usalama wetu kwanza wilaya ya Chanika, ambapo leo wanatupitisha malezi ya watoto kuanzia umri wa mwaka 0 mpaka miaka 3. Wameweza kuongelea mambo mengi, tabia mbalimbali za watoto ili mzazi kuweza kuzifahamu. Nikirudi kwako Sheikh Sufiani. Naam, asante sana. Awali ya yote kwanza tunataka sasa tujue mzazi vitu gani muhimu anatakiwa aviandae kwa ajili ya mtoto wake. Ndio. Moja, amwandalie mazingira salama. Kama alivyoeleza afande, mtoto anapenda kukamata kipindi hicho, anapenda kutazama, anapenda kuonja, ajue kila kitu kwa testi yake. Yaani anatumia ile milango yake yote ya fahamu ili aweze kujifunza mwenyewe, sio wewe kumwelekeza, yeye mwenyewe aweze kubaini vitu mbalimbali. Anataka kugundua. Utakuta tujitahidi sasa kama mzazi kumwandalia, tunasema vifaa bandia atakavyovitumia. Simu ipo, lakini mwekee simu bandia, mwekee gari bandia, mwekee labda kitabu bandia. Kwa hiyo hapa tunaongelea watoto wa mwaka 0 mpaka 3. 0 mpaka 3. Pendelea vitu hivyo, lakini pia hakikisha maeneo ni salama kwake ili asije akashika kitu kibaya. Kumbuka ukisoma kisa cha Nabii Musa alayhisalam na Firauni katika kuzaliwa, yule alitupwa katika mto akaokotwa, lakini wakati anaanza kukua siku moja alimwangusha Firauni kama ishara ya kuja kuangusha utawala wake. Alimrukia Firauni kwa na ndevu nyingi, mtoto alikaa akamrukia katika zile ndevu zake. Akakasirika sana yule bwana, maana alikuwa anahitaji mtoto achinjwe. Kwa hiyo akamwambia mke wake, unaona mtoto mbona anaonekana ana ishara mbaya? Akasema, mke wake akamwambia, ule ni utoto. Sasa akasema, hapana, huyu sio mtoto. Kuna siku kavuta kiti changu kataka kuniangusha, leo karukia ndevu zangu. Huyu sio utoto, tumpime kama ni mtoto kweli au ni mtu mwenye ishara mbaya. Sasa wakamwekea vitu viwili vinavyofanana, wakachukua tende na moto, yani kala moto wakaweka na tende wakaweka, alafu wakampelekea mdomoni aangalie kitu gani atachukua yule mtoto. Nabii Musa akala ile kala moto akaungua, na ndio maana alikuwa hana uwezo wa kusema kwa ufasaha, yani mpaka wakati anapewa utume akaomba, basi naomba unipe na huyo Haruni ndugu yangu anisaidie. Kwa hiyo watoto hawajui kizuri na kibaya isipokuwa baada ya kutesti mdomoni. Michanga atatia mdomoni, kitu chochote atatia mdomoni, anataka ajue ladha. Lakini pia wanavigonga vile vitu, anataka asikilize sauti kinaliaje. Watoto wote wanagonga vitu, anagonga chini, atachukua kupiga chini. Sasa ukimpa simu yenyewe atapiga chini, atavunja. Kikombe chenyewe atapiga chini. Hiyo mitatu lakini atapiga. Watataka kumpiga. Kitu ambacho yani IQ yake hairuhusiwi kumpiga. Kwa hiyo tumwekee vifaa ambavyo awe na uhuru wa kuvichezea. Awe na vitu vya kumimina chai au kumimina maji ya kunywa bandia,
alafu atakoroga chai, atapika bandia. Tuwape uhuru ule kwa kuwakusanyia vitu. Lakini pili, tujue kwamba wakati huo wanapenda kuimba. Ukitazama sisi hatuna nyimbo nyingi sana, lakini tunatakiwa tuwe na nyimbo zenye mafunzo kwa watoto, nyimbo ambazo zinaleta hisia. Hapo tutakuwa tunatumia vizuri milango yake ya fahamu, ya hasa masikio. Kwa hiyo ukitazama, kama utaifuatilia hata kwenye dini ya Qur'ani ilivyowekwa, mfumo wake umewekwa mfumo wa mashairi. Yaani ukiisoma Qur'ani kama mtu anasoma mashairi vile, ili imvutie mtoto wakati fulani kusikiliza. Unasoma naye, anakusikia, mtoto anapata wimbo wa kuimba. Lakini sio lazima wewe unaweza kusoma Qur'ani, tunga hata mwenyewe nyimbo nzuri itakayomvuta mtoto na itamuelimisha. Lakini watoto wanapenda kuimba. Ndio maana hata kwenye michezo ipo wanacheza yesa yesa yesa. Hapo utakuta watoto watoi kwenye vitu kama vile. Lakini ukitaka kumwendesha katika staili nyingine utamvunja. Lakini mwisho, watoto hao hawaruhusiwi kupigwa kabisa, ni haramu. Yaani 0 mpaka 3. Ukimpiga tu umepata dhambi, hata kama amefanya kosa la aina yoyote ile, kwa sababu hiyo mimi naisikia leo inatokana na IQ yake. Kunatakiwa utafute aina nyingine za adhabu, lakini sio kumpiga, hairuhusiwi kabisa. Katika Uislamu tunaambiwa, Mtume SAW anaelekeza, anasema mtoto kupigwa ni kuanzia miaka 10. Yaani akifika miaka 10 unaweza ukampiga, lakini chini ya pale IQ yake unakuwa umemhukumu vibaya. Uwezo wa ubongo wake wa kufikiri hautoshi kutofanya makosa yale ambayo anayafanya, kwa sababu anajirudia. Ni kama mfano wa mtu ambaye ni sasa, hata nikisema mwandazimu mfano wake bado mwandazimu uwezo wa akili ulishakamilika, alafu imevurugika. Lakini mtoto yani ndo yupo katika ujenzi, yani ule ukamilifu wa maumbile. Pamoja kwa natupokea. Okay. Halo, katika line, habari yako? Habari yangu nzuri, habari za mjikoni hapo. Njema, sauti ya nani, uko wapi? Hapa sauti ile kwa hewani ni wa kujibaki na kujamii, ndio wa maana kupotezeni mwa machafu kwa ule anayekutekeleza kwa wapenzi kwa Mtwara. Habari za Mtwara? Mtwara kuko fresh, chini kuko shwari. Unatusikiliza vizuri? Nawasikiliza vizuri hapo. Karibu. Haya. Halo dada. Nakusikia. Samahani, nakuja hapo bwana. Nilikuwa nivamia tu baada kuelewa ni kitu gani. Haya, bye.